Kitabu cha Mathayo sura ya 19 kuanzia mstari wa 28 nitasoma na mstari wa 30. Biblia inasema, baada ya hayo Yesu hali akijua ya kuwa yote yamekwisha kumalizika ili andiko litimizwe, akasema, naona kiu. Mstari wa 30. Basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki alisema, imekwisha, akainama kichwa akaisalimu roho yake. Ujumbe wa siku ya leo ni amekwisha. Ule mstari wa 28 anasema yote yamekwisha kumalizika, na baadaye alisema imekwisha, it is finished. Yamekwisha. Inawezekana unaumwa, nataka nikwambie Yesu aliumizwa kwa ajili yako. Inawezekana una maumivu makali, Yesu aliyapata kwa ajili yako. Inawezekana umetengwa, Yesu alitengwa kwa ajili yako. Inawezekana unatukanwa, Yesu alitukanwa kwa ajili yako. Kila baya unalofanyiwa, Yesu alishafanyiwa. Sasa unapomwamini Yesu, nataka niongee kwa ujasiri. Ukiona watu wanakuchukia, hawakuchukii wewe, wanamchukia Yesu ambaye wanamuona ndani yako. Ndio maana wakati mwingine mtu anapookoka, chuki zinaanza wakati ule ule. Anaanza kutafutwa, anaanza kusemwa vibaya, anaanza kutukanwa, anaanza kudharauliwa. Kwa nini? Kwa sababu yupo aliyeingia ndani yake kwa ajili ya kubeba aibu yake, kwa ajili ya kubeba matukano yake, kwa ajili ya kubeba majeraha yake. Naomba nizungumze na wewe ambaye ulikuwa unajiuliza maandiko haya yana maana gani. Yanakupa picha halisi ya sura ya Yesu, kwamba Yesu ni mtu aliyedharauliwa, ni mtu anayetukanwa, ni mtu aliyetengwa, ni mtu anayeteswa, ni mtu anayepata kila aibu. Sasa huyo Yesu yuko wapi? Yesu amesimama mbele ya mtumishi wake. Yesu anasimama mbele ya yule anayemwamini. Yesu anasimama mbele ya sura ya anayemtumainia. Mimi ninamwamini Yesu. Ninajua wengi wamenitukana, wengi wamenidharau, wengi wamesema hana lolote, wengi wamesema mharibifu huyu, wengi wamesema huyu analeta ghasia, ni chanzo cha migogoro. Kwa sababu tangu nilipompokea Yesu, waliona mimi ni mtu wa tofauti. Kwa nini? Kwa sababu mbele yangu yupo Yesu, na Yesu anatukana, Yesu anadharauliwa, Yesu anapigwa, Yesu anaonewa. Anapopigwa Yesu, maumivu yangu yanaisha. Anapoonewa Yesu, mimi ninakuwa huru. Anapodhihakiwa Yesu, mimi ninaendelea kuwa mshindi. Anapolia Yesu, mimi ninafurahi. Kwa nini? Kwa sababu anapigwa kwa ajili yangu, anateswa kwa ajili yangu, anaonewa kwa ajili yangu. Ndugu msikilizaji, nataka nikwambie, inawezekana una maumivu makali kwa sababu unaona wanaokutukana wanakutukana wewe, wanaokuonea wanakuonea wewe, wanaokutenga wanakutenga wewe, wanaokudhihaki wanakudhihaki wewe. Lakini mimi ninashukuru matatizo yanapotokea, kwa sababu ninajua ya kwamba wamemuona Yesu anayestahili kuteswa, ndio maana wameamua kumsababishia matatizo. Lakini ninakuwa na uhakika mimi ni salama. Nataka nizungumze neno zuri ninapohitimisha. Yesu alisema imekwisha. Maana yake kama unaumwa, ukimwamini Yesu, anabeba magonjwa yako na anasimama mbele yako ili aumwe. Wale wanaotaka kukusababishia magonjwa wanakutana naye, majeraha yanaenda kwake, mapigo yanaenda kwake, aibu inaenda kwake, kuonewa kunaenda kwake. Ndugu yangu, kama hujamwamini Yesu, aibu inakukuta moja kwa moja. Utalala vizuri, utakula vizuri, utaishi vizuri, utakuwa huru kuongea na watu, kwa sababu hujamwamini Yesu. Lakini ambaye anamwamini Yesu anakuwa huru, anaishi popote,
anaongea na yeyote. Tena amebeba majibu ya watu wengi, kwa sababu yeye anayo siri ya ushindi. Siri ya uzima wake ni Yesu. Siri ya uponyaji wake ni Yesu. Siri ya mafanikio yake ni Yesu. Siri ya furaha yake ni Yesu. Kwa nini wewe usiruhusu Yesu akaingia maishani mwako, ili furaha yako iwe ni kwa sababu Yesu amebeba matatizo yako? Wapendwa, naomba nizungumze ukweli. Mwanadamu anayemtoa mtoto wake sadaka, maana yake anataka mtoto wake asimame mbele yake ili mtoto ateseke badala yake. Mwanadamu ambaye anaweza akaamua kumtesa ndugu yake akawa maskini kwa sababu ya maagano yake, maana yake ni kwamba anakubali ndugu yake awe masikini ili yeye awe tajiri. Unaona haya mambo? Sasa Yesu alikuja ili afanyike maskini, wanaomwamini wawe matajiri. Alikuja ili apigwe, wanaomwamini wapone, ili apate magonjwa, wanaomwamini wawe wazima. Sasa kwa nini usimwamini Yesu? Ukimwamini Yesu, kuna nguvu ya ajabu itaingia kwenye maisha yako. Kuna mabadiliko yatatokea. Utukufu wa Mungu utashuka kwako. Yasiyowezekana yatawezekana. Kwa nini? Kwa sababu wanaokuja kuzuia mafanikio yako watakutana na Yesu. Wanapofikiri wanakuangamiza, watakuona unainuka tena. Wanapofikiri wamekuua, watakuona unainuka tena. Wanapofikiri wamekupoteza, watakuta upo mtaa mwingine. Kwa nini? Kwa sababu wanapokutukana, wanamtukana Yesu. Wanapokusema vibaya, wanamsema vibaya Yesu. Naomba nimalizie kwa kusema, kwa kuwa Yesu aliweza kuwa kinga katika maisha yetu, kwa jina la Yesu tunaamini sisi ni watawala. Kwa jina la Yesu tuna mamlaka yote. Kwa jina la Yesu nina nguvu zote. Kwa jina la Yesu ninapotamka, mambo yanawezekana, kwa sababu ipo kinga, Yesu Kristo. Mungu wa mbinguni akubariki. Wewe unayenisikiliza, naomba nikwambie kwamba yalikwisha yote. Mwamini Yesu amalize magonjwa yako. Mwamini Yesu apigane vita yako. Mwamini Yesu mali yako iwe salama. Mwamini Yesu upate vitu vingi. Mwamini Yesu upate afya tele. Mwamini Yesu upate furaha. Mwamini Yesu upate amani. Kazini kwako utafanikiwa. Kwenye biashara yako utafanikiwa. Kwenye mahusiano yako utafanikiwa. Kwa nini? Kwa sababu Yesu atakuwa kinga yako. Wanaokupiga watampiga Yesu. Wanaopigana na wewe watapigana na Yesu. Wanaotafuta kuangamize watakutana na Yesu. Wewe utakuwa salama, japo utaiona mikuki, utaiona mishale, utaona mapigo. Waliomtesa Yesu, waliompeleka Yesu Golgotha, walimuona anachoma mkuki, ile mikuki ilikuwa ni ya kwao. Walimuona Yesu anatukanwa, yale matusi yalikuwa ya kwao. Walimuona Yesu anadhihakiwa, zile dhihaka zilikuwa ni za kwao. Usimtoe mtoto wako afanyike kinga yako. Usitoe mwenza wako afanyike kinga yako. Wala usitoe mtu yeyote, wala rafiki yako unasema na nyota. Nyota nzuri iliyobeba mafanikio, iliyobeba ufalme, iliyobeba mamlaka, iliyobeba kibali, iliyobeba maarifa, iliyobeba hekima. Nyota nzuri ni nyota ya Yesu. Hata mamajusi wamelithibitisha hilo. Mungu akubariki wewe ambaye utakuwa tayari kuokoka.